kwa shetani, wewe ndio utachomeka, wewe sasa ni umbwa, wewe ni bure, Mungu alikukataa. Hapana. Be an encourager. Kwa mtu ambaye utamwambia karibu, rudi tena, Mungu anakupenda. Bwana asifiwe. Amen. Usikue mtu ambaye Yesu atatamani afunge jiwe akutupe. Akikuangalia namna venye wewe unakuwa mume kwa mke wako, Mungu anatamani ufungiwe jiwe utupwe. Kwa sababu wewe unaleta makwazo. Ama wewe mama unaleta makwazo. Ama wewe kijana kwa boma unaleta makwazo. Unafanya watu wanaudhika. Unafanya kanisa linachoka. Unafanya watu wanakosa amani. Praise God. Amen. What I want to say is this. Zuia vikwazo. Zuia vikwazo. Fika mahali ambapo watu wanaongea mbaya, toka. Usikia watu wanadhihirisha injili, toka hapo. Usiungane na watu ambao unasikia kusema mabishopu ni mashetani, mabishopu ni wanini, Wakristo hata ni ovyo, hata naona. Na wewe unakaa unasikia unasema na kweli. Na kweli. Na kweli. Hiyo spirit itakushika. Mimi nilikuwa kwa gari, mtu akasema kwamba mapasta ni wabaya, nikamwambia mapasta ni watu wazuri sana. Mungu anapenda, Mungu amewachagua. Sijui nani alifanya nini, kawaambia hata kama alifanya ni watu wazuri. Ni watu wanajaribiwa kama wewe. Kama Yesu mwenyewe alijaribiwa mpaka kwa msalaba, akapigwa msalaba. Sembuse sisi. Hata Yesu mwenyewe alisema, kama mimi mwenyewe nimepigwa hivi, mti mkavu. Sio sema mti mkavu ama mti mbichi. Kuna kitu Yesu alisema. Sasa sisi yale Kristo alipitia, tutapitia. Lakini tusikue kama Judas. Biblia inasema kwamba, hebu tusome Judas hapo. Sikia huyu jamaa kitu alifanya. Nataka tusome Mathayo 24 verse 14 to 16. Kama mpata kusoma. Kuenda za malize kazi yake, mtu mmoja katikati ya watu ambao ameamini wanafunzi wake alitoka. Na akajua watu ambao ni maadui wa Yesu ni kina nani. Watu wenye wanapiga Kristo ni kina nani. Akaenda kwao. Na kwenda wakamwangalia wakasema huyu ni kweli. Kwanza yeye ni treasure. Yeye anaweka pesa. Ndiye anajua mahali Yesu analala. Anajua mahali Yesu anajua siri za Kristo. Unajua mtu kwa treasure wa kanisa ni mtu amebeba mambo mingi sana. Na akaenda akawaambia mtanipea nini? Juu wao walikuwa wanatafuta njia ya kumshika, lakini hawajui Yesu analala wapi, anakaa wapi. Maana kuna wakati walitaka kumshika na Yesu akadisappear. So walitaka mtu ambaye anakaa na yeye vizuri. Praise God. Amen. Ndugu jazi, siku utaona kwa nyumba yako mtu amekuja amevunja mlango, ama hajavunja mlango lakini ameingia akaiba kitu akaenda nacho. Usifikirie ni mtu ametoka Kisumu. Ni mtu ametoka wapi? Hapo hapo. Hata ni jirani, ama ni mtu ya familia, ama ni rafiki yako, ama ni mtu anakujua vizuri, amekustadi. Kwa hivyo makwazo wewe yanaletwa na watu ambao tuko na wao, watu ambao ni wa karibu. Na hayo makwazo wewe yanakuwa ya kuudhi sana. Usikue mmoja wao. Biblia inasema kwamba mmoja wa wale thenashara, yani thenashara ni 12, mmoja ya wanafunzi wa Yesu akaenda akaitisha pesa akapewa. Sasa kumbe hii pesa Judas alikuwa amepewa kitambo. Na kuanzia hapo Biblia inasema namna gani? Akaanza kutafuta jinsi ya kufanya namna gani hii ya kushika Yesu. Anatoka huko hako tuna pesa amenyamaza nayo, anakula na Yesu, anasema wewe tu chuma yako iko moto. Wewe tu kula tu ya mwili. He became the